Siku ya leo natamani tukajifunze somo lenye kichwa kwamba kwa nini Mungu anataka tuombe ikiwa anajua haja zetu. Kabla hatujajifunza, basi naomba tumwombe Mungu. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru sana kwa ajili ya wakati huu. Tazama, tunapoenda kujifunza neno lako, ninakuomba Mungu ukawe pamoja nasi. Neema yako na rehema zako zikawe pamoja nasi. Tufundishe na kuturekebisha kwenye neno lako sawasawa na mapenzi yako, kwa jina la Yesu, amina. Kwa majina naitwa Mchungaji Kevin Ngongolo wa Christian Harvest Church Yerusalemu. Kwa hiyo natamani tuangalie kwa kifupi kwa nini muhimu kwetu kama watoto wa Mungu kuomba, wakati tunajua kabisa kwamba Mungu yeye anafahamu haja zetu hata kabla hatujamwomba. Hata kabla hatujamwomba yeye anafahamu haja zetu. Tuanze na utangulizi. Mungu ni kweli anajua haja zetu. Wewe hata kabla hujaomba, haja zetu zote mbele zake zinafahamika, na anajua kabisa wewe unahitaji nini, mimi nahitaji nini. Sasa swala kujiuliza, kwa nini basi tuombe kama yeye anajua haja zetu? Kwa nini asitupe tu hizo haja zetu basi tukawa tumejua hivyo, kwa sababu sisi ni watoto wake. Sasa kwa nini asitupe tu hizo haja zetu na anahitaji sisi tuombe? Ukisoma kitabu cha Luka 18:1 unaona Yesu anasisitiza kwa habari ya kuomba. Unaona anasemaje? Anasema, akawaambia kwa mfano ya kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote, wala wasikate tamaa. Lakini pia ukisoma kile kitabu cha Mathayo, Mathayo 6:8 tunaona neno la Mungu anasema, msiwe kama wao, kwa maana Baba yenu anajua mambo mnayohitaji hata kabla hamjaomba. Kwa hiyo Mungu hata kabla tujaomba yeye anajua haja zetu. Lakini pia ukisoma hii Luka 18:1 tunaona Yesu Kristo anasisitiza kwa habari ya kuomba. Maana yake anataka mtoto wa Mungu aombe. Tena anasisitiza kwamba imetupasa kumwomba Mungu siku zote, wala tusikate tamaa. Sasa kwenye hii mistari miwili tunaona kwamba hii Mathayo anasema kwamba hata kabla hatujamwomba Mungu wetu, yeye tayari anajua haja za mioyo yetu. Na hii Luka anasema, Yesu anatusisitiza kwamba imetupasa kumwomba siku zote, wala tusikate tamaa. Sasa swala ya kujiuliza, nitamani tuweze kujua kwa nini. Tuanze kuangalia sababu. Sababu ya kwanza kwa nini Mungu anatamani tuweze kuomba ni kwamba ili tuweze kujenga uhusiano na yeye, kwamba wewe kama mtoto wa Mungu uweze kujenga uhusiano na yeye. Kama uombi, maana itakufanya unakuwa mbali na Mungu. Kwa hiyo ule uhusiano wa wewe na Mungu unakuwa mbali. Na ukisoma ile Yohana 15:7 anaonyesha kwamba tukikaa ndani yake na yeye akikaa ndani yetu, tuombe neno lolote naye atafanya. Kwa tunapokuwa tunaomba tunapata muda wa kuomba, maana yake inatengeneza uhusiano mzuri wa sisi na Mungu. Ni kama mtu ambaye yuko na rafiki lakini hawaongei, maana yake urafiki wao utavunjika. Lakini jambo la pili kwa nini Mungu yeye anataka sisi tuombe ni kudhibitisha imani yetu kwamba tunamwamini yeye, lakini pia kuonyesha unyenyekevu kwake, kuonyesha kwamba sisi bila yeye hatuwezi kufanya neno lolote, kwa sababu Yesu Kristo alisema, ninyi bila mimi hamwezi kufanya neno lolote. Kwa hiyo inaonyesha kwamba tuna imani kwake, lakini pia inathibitisha kwamba sisi bila yeye hatuwezi kufanya neno lolote, hivyo tunamtegemea yeye. Ukisoma hiyo Waibrania 11:6 anajaribu kuonyesha kwamba pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Sasa tunapoomba, maana yake tunaonyesha imani yetu kwamba tunamwamini Mungu, na kwa namna hiyo maana yake tunakuwa tunampendeza Mungu. Na sababu ya mwisho kwa siku ya leo ambayo ningetamani tuweze kugusia
ni kwamba tunapoomba tunatoa manukato mazuri mbele za Mungu. Wewe unapokuwa unaomba, unaenda mbele za Bwana kwa kuomba, unaachilia manukato mazuri mbele za Mungu. Kwa lugha nyingine, unatoa harufu nzuri mbele za Mungu. Ukisoma hiki kitabu cha Ufunuo 5:8 tunaona hapa anagusia hili jambo kwamba hata alipokitoa kile kitabu, hao wenye uhai 4 na wale wazee 24 wakaanguka mbele za mwana kondoo, kila mmoja wao na kinubi cha kwanza, lakini pia na kitasa na vitasa vya dhahabu vilivyojaa manukato. Vile vitasa vilikuwa vimejaa manukato, na yale manukato ilikuwa ni kitu gani? Ambayo ni maombi ya watakatifu. Kwa hiyo maombi ya watakatifu, maana yake maombi ya wewe mama, maombi ya wewe baba, maombi ya wewe kijana, maombi ya wewe dada, maombi ya kanisa, maombi ya watakatifu ni manukato mbele za Mungu. Kwa hiyo Mungu wewe unapoomba, maana yake kuna harufu nzuri, kuna manukato ambayo yanaachiliwa mbele zake. Lakini pia hii utaiona pia kwenye kile kitabu cha Ufunuo 8:3-4, anasema, na malaika mwingine akaja akasimama mbele ya madhabahu, mwenye chetezo cha dhahabu, amepewa uvumba mwingi, ili autie pamoja na maombi ya watakatifu wote juu ya madhabahu ya dhahabu. Kwa hiyo huyu malaika akachukua uvumba, akauchanganya uvumba na maombi ya watakatifu, akautia ili aweze kuachilia kwenye ile madhabahu ya dhahabu iliyo mbele ya kile kiti cha enzi, maanake mbele za Mungu. Na moshi wa ule uvumba ukapanda mbele za Mungu pamoja na maombi ya watakatifu kutoka mkononi mwa yule malaika. Kwa hiyo inamaanisha unapozungumza uvumba, maanake ni harufu nzuri. Sasa imechanganywa pamoja na maombi ya watakatifu, inaenda mbele za Mungu. Kwa hiyo Mungu anafurahia watoto wake au watakatifu wanapokuwa wanaomba. Kwa hiyo nikushauri ndugu yangu, au kwa kuhitimisha niseme kwamba Mungu anajua kweli haja zetu, lakini anatuhitaji tuombe. Kwa nini anatuhitaji tuombe? Namba moja, ili kuimarisha uhusiano wetu sisi na Mungu, lakini pia ili kuonyesha imani na unyenyekevu wetu kwa Mungu, lakini namba tatu, ili tutoe manukato mazuri mbele za Mungu. Na la mwisho ambalo nataka kuongeza ni kwamba kwa maombi yetu Mungu yeye hutukuzwa. Kwa maombi yetu Mungu yeye hutukuzwa, na hii utaiona kwenye ile Yohana 14:13-14, anasema, nanyi mkiomba lolote kwa jina langu, hilo nitalifanya, ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana. Kwa atalifanya ili Baba aweze kutukuzwa ndani ya Mwana. Mkiniomba neno lolote kwa jina langu, nitalifanya. Tunaombaje? Hapa natufundisha tunaomba kwa jina la Yesu Kristo. Kwa unapoomba, hakisha unaomba kwa jina la Yesu Kristo, na Yesu Kristo anatuahidi kwamba hilo atalifanya. Kwa nini analifanya? Analifanya ili Baba yetu wa mbinguni aweze kutukuzwa. Hii unaiona kwenye ile Yohana 14:13-14. Niseme Mungu akubariki sana kwa kusikiliza, na Mungu akupe nguvu na neema ya kupata muda kuomba binafsi, kama kikundi, kama kanisa au kama idara, lakini ni muhimu sana personally au binafsi ukatambua umuhimu wa kuomba. Mungu akubariki sana.